Na mama mmoja huko Kishushe, kaunti ya Taita Taveta, anadai kuwa mamake mwanamuziki maarufu hapa nchini Freshly Mwamburi anaomba msaada kukutana na kijana wake ambaye hajafika nyumbani kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Bisofi Mkakina mwenye umri wa makamo anaishi kwa upweke na mawazo. Hezron Kimari ana taarifa hiyo kutoka Kishushe. Tulifunga safari hadi Kishushe nyumbani kwa Bisofi Mkakina na tunampata peke yake chini ya mti akionekana mwenye msongo wa mawazo kabla ya kuanza kusimulia maisha yake. Nikaingiliwa na ugonjwa wa kifua. Ile inaitwa pumu. Nikikaa na pumu huko, kesho mimi naenda pelekwa Makadara. Nalala siku 2, narudi. Nikirudi narudi yao tena. Nikamwambia wale ndugu zangu mimi naenda zangu nyumbani. Kama nikufa nende nikafue huko. Anasimulia juhudi zake za kulea watoto wake na matarajio yake siku za usoni watakapofaulu maishani. Nilipokuwa msichana mimi nikapata mtoto. Ndio huyu Freshly. Saa yote ananiambia naenda practice. Haya, anakwenda. Saa nyingine ananiomba pesa kwa kuwa nilikuwa nafanya biashara zangu. Nampa mapeni, anapanda matatu anakwenda. Mpaka anakuja kuniambia kwamba mimi na tuenda kufanya practice huko Nairobi. Wakafanya mtihani yao wakapita. Nilikuwa nategemea kwa kuwa huyu mtoto akikua atanisaidia. Bisofi anasema licha ya umri wake mkubwa hafaidi mpango wa serikali wa pesa za wazee asijue la kufanya. Hizo za uzee. Hata nikienda naambiwa ati mnene yangu kidogo, miaka yangu ni kidogo. Mpaka mimi najizulu nakaa. Na tena nimefikisha na zaidi. Pesa ya wazee kweli kuna changamoto nyingi. Sababu inakuja lakini sio kwa wazee wote. Na hata hapa kijijini kwa nyumba yangu 10 niko na mzee ambaye hapati hii pesa. Na huyu mama ni huyo mamake Freshly. Hajawahi pata hii pesa. Hali yake ya maisha ni ngumu na sasa anategemea msaada kutoka kwa majirani. Nilikuwa sina wasiwasi wakati huo, maana nilikuwa na nguvu zangu kabisa. Na nilikuwa hata siugui. Lakini ndugu yangu alipokufa ndio ninaona maradhi yote inaniingilia na roho kwa sina pahali kwa kuangalia. Sasa hiyo utakuta hali chakula mara nyingi anashinda njaa. Akatotoka hapa atakuja kwangu saa zingine amelemewa. Mimi naomba Freshly akuje Kishushe aangalie mama, na vile anavyosema pia hata nyumba yenye iliyojengwa na wanakijiji si nyumba kubwa, ni rumu moja tu ya kukaa. Freshly Mwamburi na mkewe kupitia simu wamekanusha madai ya wanakijiji na chifu anayesema huenda akalazimika kutumia mkono wa sheria kumlazimisha afike nyumbani kwao. Hivyo sisi tunataka kujua tu sauti yako ni gani, sisi hatuna maswali mengine. Nimesema no. No kwamba vipi? Hivyo nimekuambia saki. Simple. Sasa kwa hivyo utaki kuzungumzia maswala ya mamako, si ndio? Ya kazi gani? Ni sawa basi. Sisi tulikuwa tunataka kupata sauti yako. Nimekuambia usijaribu chochote, unasikia? Tunajua mama ni wetu, tunamshughulikia, tunampa chakula, tunatuma pesa kila siku. Kama ningekutumia message za M-Pesa ungeziona. So, tafadhali, ile boma isikanyage mtu. Na yule akakanyanga hapo, na muweka gari. Simple as that. Ametesa mama tena anamdhulumu. Na ni mama mzazi. Na amemlea. Kwa hivyo tutamwambia sisi kama serikali na tutamuita. Na nitumania kila siku mambo ya kesho akiwa salama sawa. Ikiwa si salama Mungu sio ndo anajua. Tunapomwaga Bisofi Mkakina ana imani ipo siku kijana wake atamtembelea nyumbani baada ya kumaliza kutumbuiza wapenzi wa nyimbo zake. Mpenzi wa kesho siniache niteseke. Hezron Kimari, KTN News, Kishushe. Gavana wa kaunti ya Turkana Jeremiah Lomurukai anazitaka asasi za usalama kufanya kazi kwa kasi na kuatia